David. Mama David. James. Uko wapi? Harakisha njoo ofisini. Harakisha njoo ofisini. Kuja ukampeleke Mama David hospitalini. Harakisha. Samahani dokta. Bila samahani. Hali ya mama inaendeleaje? Afadhali muda huu amepata fahamu. Hali itaendelea kuwa nzuri kulingana na matibabu. Tupige dua Mungu atasaidia ila mtu hajaruhusiwa kuingia ndani. Mama, tunamshukuru kwa Mungu. Umeamka salama. Kabisa mama, ulikuwa katika hali mbaya sana. Mama, mbona maradhi ya ghafla hivyo? Mama David. Hapana mama. Usikate kitumaini. Maana familia yako tunakutegemea zaidi. Hapana mama. Mama no. Hapana mama. Mama no.
wakiweza wakitema ni shauri lao. Wanawake ni wajanja, sasa hivyo nimetambua. Wape vidonge vyao, wakiweza wakitema ni shauri. Shikamoo dad. Marahaba. Yes. David, nakuambia wewe ni mtoto wa kiume. Umheshimu Sabrina kama mama yako. La sivyo utakuja kuangamia kama mama yako. Kwa sababu hali ambayo inampata ameitaka mwenyewe. Nimemshauri, nimemwambia achana na hakutaka kusikia. Nifanyeje? Baba, kikweli ni kuwa umetuacha katika hali mbaya sana. So, unatakiwa kuwa mdadisi na kuwa na mwenendo bora katika familia. Daddy, jaribu kuwa na moyo wa utu. Maana mama anateseka sana baba. Ama lala, mimi ni Mwenyezi Mungu ambaye nitakuja nikamtibu mama yako. Daddy, mwanamke kahaba amekufanya angamiza familia. Eti kama hiyo ndio upumbavu ambao umeleta kwenye ofisi. Toka. Nakwambia toka, na hiyo ya mwisho kukanyaga hapa. Nenda mkazungumza na mama yako. Toka mkazungumza. Toka. Hizo baadhi zikimnazozitumia sitawapeleka babaya. Na wanaacha videvu tu hivi. Toka, ondoka. Asante baba. Shenzi mkubwa sana. Watu wanaribiana siku tu hivi kwa nini? Shenzi sana. Mama, hivi eti mimi nimekuwa mganga basi. Sabrina. Yes. Kila mara naona furaha yangu ikizidi zaidi. Hasa nikiona taswira yako na ukiwa unatabasamu kila wakati. Wewe. Nataka niwe karibu ya moyo wako. Asante sana mpenzi wangu Sabrina. Bali nina zawadi ambayo nataka nikupe muda huu. Nimekununulia gari hii. Chukua. Baby. Chukua. Hiyo yako. Kwa matumizi yako binafsi. Hii gari yote ni yangu. Gari yote yako. Sio, baby, ungenipeleka sokoni, sijui uje, ningeenda hospitali. Hiyo chukua ya kwako. Asante sana baby. Nashukuru sana. Nashukuru sana tena sana baby. Sabrina, usijali. Kila wakati nitajitahidi nikufanyizie mahitaji yako yote. Ujikute una furaha. Asante sana baby. Nakutakia maisha mafanikio daima. Asante sana. Asante, nashukuru. Nashukuru sana mpenzi wangu Sabrina. Kitoto bonge kweli. Nafurahi baby. Asante sana. Asante sana. Asante sana mpenzi. Karibu Malkia Sabrina kwenye nyumba hii. Asante baby. Nashukuru sana. Leo nimetimiza agano ambalo nimekuahidia. Sijui baby, tunapoteza pesa nyingi kwenye hoteli. Nisema nitakununulia nyumba iwe ya kwako. Na nyumba ndio hii Malkia wangu. Nyumba hii ni ya kwako. I love you so much baby. Thank you. Nashukuru sana. Nitajitahidi kila siku uwe unapata furaha. Na kwenye maisha yako utembee taratibu. Naona nimekuambia sikupangishii nyumba.
nitakununulia nyumba iwe ya kwako, na nyumba ndiyo hii malkia wangu, nyumba hii ni ya kwako, na nimekushahidi, nimetendesha ahadi. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Naam. I love you so much, baby. Thank you. Asante. Asante sana mke wangu. Baby. Naam. Furaha yangu ni kubwa mno. Maana umeridhisha sana maisha yangu. Sabrina, wewe ni mtu kwa maana sana katika maisha yangu. Furaha yangu ni kukuona kila wakati unakuwa na furaha, ukiridhika na maisha yetu. Naomba unipe kadi ya benki na documents zote za kampuni, maana nimeajiriwa kuwa mlinzi wa mali hizi. Kweli? Yes, baby. Hiyo nakuahidi hadi kutoka kwa moyo wangu pia. Najua ya kwamba wewe ndiwe miliki wa mali yangu yote. Yes, baby. Hakuna mwingine. Hiyo kitu kidogo bwana. Hivi wacha nikakupe hapa documents kama ya nyumba. Na hata kwenye kampuni unajua tunakuwa pia na waklienti mbalimbali hiyo hapa hiyo hapa ya nyumba. Hiyo ya nyumba. Yes. Hiyo hapa yale ambayo yanaleta mambo yote ambayo tumepeleka benki. Hiyo ndio. Hiyo hapo. Hiyo hapo. Na kwa kadi ya benki ndio kuna hata magari mengine. Hayo tungali tunafuatilia. Nafikiri tutakapomaliza hiyo jambo nitaikupatia, na ingenibidi niweze kukuandikia kikaratasi ambacho kitaweza kuonesha vizuri ya kwamba wewe ndiwe mlinzi hakika wa mali. Acha Wafaransa huandika hivyo. Acte de reconnaissance. Hivi vyote nabaki Mimi Michael, ya nyumba, ya kampuni, ya gari, na mali yangu, na mali yangu ipatikanayo kwenye benki, kwake mpenzi wangu Sabrina. Yes. Awe miliki wa yote. Sabrina awe miliki. Asante sana. Nimeweka saini juu kwa kuonesha kwamba na kuwekea imani kubwa. Yes, natamani utaweza kufanya kazi hiyo vilivyo. Baby, hivi vyote ni vyetu kabisa. Naviweka mimi. Asante. Nitailinda vizuri. Nashukuru sana. Yes. Naam. Sabrina, mradi wetu kuhusu Michael unaendeleaje? Mpango wetu umekamilika. Maana juzi alinipea kadi ya benki na dokumenti zote za kampuni. Asante sana kwa kazi. Umefanya kazi njema. Halafu kwa niaba yako, plani gani tunapaswa kuchukua kuhusu hizo documents? Niaba yangu ni kuwa tuwatafutie wateja ambao wananunua kampuni na nyumba. Pesa zote ambazo ziko kwenye benki tunaenda kuzichukua. Fine. Kauli njema ilitoa nyoka pangoni. Yes. Karibu sana. Ndiyo, nashukuru. Nashukuru sana kwa ujio wako. Ujishi upo nyumbani. Hii ndo nyumba ambao nauza na dola milioni 20. Unaonaje? Ndiyo. Nipatie cheki. Ndiyo hiyo. Asante. Nashukuru.
Alafu naomba tukubaliane kwa maandiko. Asante, nashukuru. Mimi pia nakushukuru. Karibu nyumbani. Sabrina! Mzee, wewe ni nani? Mbona sikujui? Unasema? Yaani umechanganyikiwa hata umzao mume wako. Kijana, shika adabu ya kwako. Nani huyu? Kwanza nakuona kama takataka mbele yangu mimi. Sabrina, usinipandishie masimu. Sasa futa jina langu kwenye kinywa chako. Maana sikujui na sikuhitaji maishani mwangu. Wewe nani? Kwa nini unanichanganya? Sabrina, wewe kunifanya hivyo mimi? Fumba kinywa kichafu. Na huyu ndiye mume wangu halali. Na ukome. Sabrina. Mzee, hata kubisha mlango hamjui. Hivi ugwana gani huu mnaingia kwa nyumba za watu bila hata kubisha mlango? Jambo mzee. Nafikiri wewe ni mtu wa hekima, naona mama hapo, lakini mnafika tu kwa nyumba ya wenyewe mnaingia hivyo. Sisi tumenunua nyumba hiyo. Unasema? Sisi tumenunua nyumba hiyo, hata karatasi ndio hiyo. Unajua, wezi wamekuwa wengi kwenye mji huo. Na wengi wanazifanya hata sijui wanafundisha injili, wengine wanakuja. Hivi kwa kukuona na kimo yako huyu, unafika kwa nyumba ya wenyewe na kusema hiyo nyumba yangu. Nilisha kununua, angalia document. Uwe na busara. Sabrina! Sabrina! Sabrina. Kama muda uko sawa, labda pengine kwa heshima kubwa, ningetamani tuweze kuzungumzia lile swala la Sabrina. Sabrina, ninapomchunguza katika hali ya hekima na busara, mimi naona kama Sabrina huwa anakupondea muda tu, boss. Kama ingewezekana, huna ule uwezo wa kuweza kuachana naye kama ingewezekana. Hivi bwana James? Yes boss. Hapo tuko kwa mazungumzo kikazi. Sio mambo ya Sabrina. Daddy, mwanamke kahaba amekufanya angamiza familia. Eti kama hiyo ndio upumbavu ambao umeleta kwenye ofisi. Toka. Nakwambia toka, na hiyo ya mwisho kukanyaga hapa. Nenda mkazungumza na mama yako, toka mkazungumza. Toka. Hizo baadhi mnazozitumia sitawapeleka babaya. Mume wangu,
Naam. Wewe ni mwanaume thabiti katika maisha yangu. Amu. Nitabaki kuwa mwaminifu kwako. Pia nitakuvumilia daima. Nashukuru sana. I love you too. Ila tumshukuru Mungu kutupatia maisha ya mafanikio na kuendelea kuzidisha upendo katika familia. Maana yote ni kwa neema ya Mungu. Baba sana tunakutegemea. Tunakutegemea baba. Wewe Helen mwanangu, tafadhali nenda ukapumzike. Hivi usiku wa manane, nakusihi sana mwanangu, nenda ukapumzike mama. Helen, ni baba yako Helen.
Nahitaji msamaha toka kwenu. Baba, mimi siwezi kukusamehe. David. Helen. Mimi ni wana wangu. Mimi ni baba yenu. Najua nimekosa, lakini msamaha wenu utanisaidia zaidi. Najua nimekukosea sana, nimetesa sana nyoyo zenu, lakini niko chini ya miguu yenu wanangu. Msamaha wenu utarudisha tena furaha katika jamaa na familia yetu. Nawapenda sana wanangu, nawapenda sana wanangu. Asante sana David. Nashukuru sana David. Nahitaji msamaha wako. Asante sana. Nami nawaahidi nawapenda sana wanangu, na nitaendelea kuwashughulikia tena kama baba ambaye anakuwa na tabia nyipya. Asante sana wanangu. Asante sana. Oh, Sabrina yupo, bali mimi ni rafiki yake naitwa Rose. Ila samani kwa usumbufu, nilitaka nikuone kesho tuongee maneno mawili matatu ikikupendeza. Ya sijui wewe mwenyewe utanipigia uniambie kama tukutana ni wapi. Ila samani kwa usumbufu. Okay, asante na shukuru. Rose, natoka kwa salimu wazee. Wewe Sabrina, wewe Sabrina, kila mara nakueleza kwamba mikono miwili ni kuoshana. Rose, mimi nilikaa chini nikatafakari bora niuze muda na tuachane mimi na Michael, kwa sababu kitu ambacho nilitamani kutoka kwake nimekipata. Pesa makaratasi. Yeah, congratulations dear friends. Ila kila mara nakueleza kwamba muji kuna kazi. Good. Mnyama asiye na bahati kumzaa wakati wa mawindo. Rose, tuponde la wakati tungali bado vijana. Unajua nini ukifa kesho? Wow, mimi sijakuwa mtu wa kufa, ila wewe ndo unaweza kufa kesho. Unajua nini? Unajua, kuna mahali ambapo nataka nijielekeze. Ila sijui nikirudi nikuletee nini? Unajua. Hata kama mimi najua, lakini ni bora useme mwenyewe kwa kinywa chako. Kama unavyojua tu, vya kulevya. Si unajua. Wewe vya kulevya tu. Yes. Ila bye tuonane. Bye.
Alvin, samani sana kwa usumbufu, bali mimi naitwa Rose na nimevutwa sana na penzi kutoka kwako. Unajua, moja, nilipoona jina lako kwenye simu ya Sabrina, jina lako lenyewe likanivuta. Pili, niliposikia sauti yako yenyewe inajaa na tabasamu, na nikawa kama hivyo shetani alivyokuwa mbinguni akiimba nyimbo za sifa na maabudu. Kila mara Mungu alikuwa akivutwa na hizo nyimbo, ndivyo nami nimevutwa na penzi toka kwako Elvin. Amina. Bali nikitazama taswira yako inanipa furaha zaidi. Usijali, kila kitu toka kwangu utakipata. Asante sana PDG Elvin. Usijali. Ila nipo tayari kwa kila kitu ambacho utakacho ndani ya mchana wa leo. Sijui niseme nini, sababu mwili wako wenyewe umenivutia, na ni watu kama wewe ndio ambao unahitaji kuwa nao kwenye maisha yangu. Sawa. Asante, nashukuru kwa kunikubalia. Asante. Okay. Wow, Sabrina. Kuna nini? Mbona umenuna? Mimi sikuelewi. Asante Rose. Kweli nimegundua ni heri adui mwerevu kuliko kuishi na rafiki mpumbavu. Rose, natoka na mume wangu Elvin. Mume wako? Tangu lini Elvin ni mume wako? Mumefungia ndoa yenu kwenye kanisa gani? Ama mumefungia ndoa yenu kwenye serikali gani? Nachokuomba ujue ni kwamba kivuli cha fimbo hakimfichi mtu jua kamwe. Rose, nilikutegemea sana kwa wewe msaada wangu, bali wewe ni nyoka, shetani mkubwa. Kwa hiyo sikuhitaji katika maisha yangu. Sabrina, umechelewa, maana hunitishi na lolote. Na jua kwamba kelele za chura hazimzuii tembo kunywa maji, na nitazidi kufanya chote nachokitaka, maana hunitishi na lolote, binti mpumbavu wewe, kizazi cha nyoka. Shut up, bora kilema kuliko mfu. Wow! Sabrina, ulizani utanitisha? Hunitishi na lolote, sababu mimi najiamini jinsi nilivyo. Wow! Sijui niseme nini, sababu mwili wako wenyewe umenivutia, na ni watu kama wewe ndio ambao unahitaji kuwa nao kwenye maisha yangu. Sawa. Asante, nashukuru kwa kunikubalia. Asante. Okay.
Sabrina. Umependeza mrembo kaumbika umependeza Alafu inaonekana unanona. Kuna nini? Unasahau unachokifanya Unafanya nini? Rose, sasa ni muda wako wa mwisho mimi na wewe. Mimi sijakuelewa bado na sijui unaongea nini, afu sijui kama inakuwa mwisho kama nini, umefika tamati, sijui unaongea nini. Sivyo? Sabrina. No, please. Wewe ni mama yangu. Majeraha kila mara yanavunja moyo. Majeraha tena kweli ukasisha tamaa. Na kila mwanadamu anapopita kwenye majeraha anasema bora nife mimi kuliko kuishi. Na kila mwanadamu anapopita kwenye majeraha anasema bora nife mimi. Na majeraha yamesababisha na vidonda vya roho. Wananchi wanajeruhiwa na maraisi zao. Sometimes na maraisi wanajeruhiwa na wananchi. Na kwenye usalini mara pengine tunapitia majeraha. Mungu wewe suluhisha, Yesu wewe suluhisha. Wewe ndio tunza vidonda vya roho. Wengi wamejinyonga kwa kamba, chanzo ni majeraha. Wengi wamejipa sumu, chanzo ni majeraha. Hata vile binadamu wasema bora kufa kuliko kuishi. Jamani, majeraha. We majeraha, umeacha tumekata tamaa ya kuishi tena duniani. Majeraha kila mara yanavunja moyo. Majeraha tena kweli ukasisha tamaa. Na kila mwanadamu anapopita kwenye majeraha anasema bora nife mimi kuliko kuishi. Na kila mwanadamu anapopita kwenye majeraha anasema bora nife mimi. Majeraha yamesababisha na vidonda vya roho. Majeraha yamesababisha na vidonda vya roho. Wakati Ezekieli kaletewa ujumbe eti atakufa, alijeruhiwa moyoni mwake. Akageuza uso wake kwenye ukuta, kamkumbusha Mungu mema yote aliyoyatenda. Yawezekana pia umepewa ujumbe na maadui zako yamekujeruhi moyo wako mama. Mungu kamwambia tena Ezekiel alipogeuza sura kwenye ukuta, akamwambia hutakufa tena bali utaishi, na kuongezea miaka 15 ya kuishi tena. Yawezekana umejeruhiwa moyo na masemi ya maadui zako. Geuza sura kwenye ukuta, kumbusha Mungu mema yote uliyoyatenda. Hata kama umeachwa na mpenzi uliyempenda, geuza sura kwenye ukuta, kuna miaka 15 ya kuishi. Hautakufa bali utaishi tena. Hata kama umejeruhiwa, nasema Yesu ni faraja. Hata kama umejeruhiwa na wazazi wako, Yesu ni faraja.